Wakati Yesu amezaliwa kwa maajabu, nataka na kwako vizaliwe vitu kwa maajabu. Yesu amezaliwa kwa miujiza, nataka kwako na wewe vitu vizaliwe kwa miujiza. Waliotangaza hautaolewa, uolewa kwa miujiza. Yaani huko ndio vitu vinazaliwa kwa nini? Kwa miujiza. Wewe sema hautazaa, vitu ujauzito utokee kwa miujiza. Wale kukatia tamaa wakasema hautapata maisha, wakute ghafla umepata maisha, umejenga kwa ghafla. Wengine waseme umejiunga. Maana watu wanaamini kila jambo linalotokea kimiujiza, wanaamini ni Freemason. Nataka niseme kwenye hema hili yanatokea ya kimungu, washangae, waseme wamejiunga watu wa mahali hapa, wamejiunga watu wa mahali hapa, wamejiunga mahali. Hatujajiunga na Freemason, tumejiunga na Roho Mtakatifu, tumejiunga na Roho Mtakatifu. Hiyo itokee. Nasema tena itokee. Wakati watu wanaamini mambo makubwa yanatokea kwa waganga wa kienyeji tu, mambo makubwa yanatokea kwa wana wa Mungu wanapokumbatiwa na Roho Mtakatifu. Miujiza inatokea kwao, kufufuliwa kunatokea kwao. Hata aliyokufa ukikumbatiwa na Roho Mtakatifu, uchumi unafufuka. Hiyo ndoa iliyokuwa imekufa ikikumbatiwa na Roho Mtakatifu kwa mahali hapa, lazima iwe hai tena katika jina la Yesu. Hiyo ndio maana nasema Roho Mtakatifu alipomkumbatia Mariamu alitokea mtoto Yesu. Sasa Yesu atokee kwenye moyo wako. Amen. Nasema ndani yako kuna Yesu. Nataka Roho Mtakatifu akukumbatie. Alafu yale uliyokuwa unayaona hayaendi na mengine yalikuwa kwako hayapo, yatokee yawepo. Si mimba haikuwepo kwa Mariamu alipomkumbatia Roho Mtakatifu, mimba ifanye mimba kafanya mimba kafanya. Nasema kwako hakuna kampuni, Roho Mtakatifu akukumbatia kampuni linakuwepo. Kwako hakuna utajiri, Roho Mtakatifu akukumbatia utajiri unakuwepo. Kwa ule utajiri ambao haukuwepo unakuja kwako ghafla. Hata kama kwako hakukuwa na huduma, Roho Mtakatifu akikukumbatia huduma inakuja kwako ghafla. Unakuwa mtume, ghafla unakuwa nabii, ghafla unakuwa mchungaji, ghafla unakuwa mwinjilisti. Hiyo tu Roho Mtakatifu akikukumbatia. Ulikuwa una mawazo ya kibiashara, ghafla wazo la kibiashara lizaliwe kwako. Wazo la kibiashara lizaliwe kwako. Ulikuwa huna mawazo ya kujenga, wazo la kujenga lije kwako. Roho Mtakatifu amekukumbatia. Ulikuwa huna wazo la kufika mbali kiuchumi, ghafla Roho Mtakatifu akikukumbatia. Unaanza kuona mbali, unaanza kuona kampuni lako, unaanza kuona baraka zako, unaanza kuyaona mafanikio. Hata Mariamu alikuwa hajawahi kuota kama atapata mimba. Mambo ambayo hujawahi kuyaota yakatokea kwako. Nazungumza na Watanzania, ukikumbatiwa na Roho Mtakatifu, wewe ambaye unanisikia huko kumbali, naituma upako wa Roho Mtakatifu, naagiza upako wa Roho Mtakatifu. Hata walioko huko Kenya, hata walioko kule Ulaya, hata kule, natuma upako. Ule upako ukiwakumbatia, makampuni yakazaliwe, wokovu ukazaliwe kwao, wokovu ukazaliwe kwenye ndoa zao, amani ikazaliwe kwao, kicheko. Wakazaliwa wasomi kwenye mji, wakazaliwa wasomi kwenye nyumba yako, wakazaliwa wasomi kwenye nyumba yako. Na kataa mambo ngumu sasa kwako. Kwenye ukoo wako wakatokea wasomi, kwenye kabila yako wakatokea wasomi. Mambo ngumu wakafutwe. Ile neno tu, mwanamke Maria, umepata neema. Neema maana haukustahili kujenga nyumba,
ukajenge nyumba, kwa kuwa Roho Mtakatifu atakukumbatia na kujenga nyumba ujenge. Haukustahili kuajiriwa wewe kwenye kiti kile cha uwazirifu ukapate neema ya kuketishwa kwenye uwazirifu. Haukustahili, umepata neema. Haukustahili kupanda ndege, haukustahili kuruka kwenda mataifa ya mbali, ukapate neema kwa kukumbatiwa na Roho Mtakatifu. Neema inakuja pale ambapo hauna sifa, hauna vitenzo, hauna viwango, unapata neema. Maria akapata nini? Neema. Akakumbatiwa na Roho Mtakatifu. Kikatokea kitu kipya. Kile kitu mpaka leo tulikuwa hatuwezi kuwashinda wachawi bila washinda. Tulikuwa hatuwezi kupona magonjwa tunapona. Kitokea kwa nani? Kwa Maria. Nasema kitu ambacho kitazaliwa kwako kinaenda kuliponya hata taifa hili la Tanzania. Kitu ambacho kitazaliwa kwako kinakwenda kuponya mataifa hili. Nasema ule upako na huduma itakayozaliwa kwako inaenda kuponya maelfu ya watu. Nasema kizaliwe kitu kikubwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Biashara kubwa. Ufalme utakuwa mabegani mwako. Ufalme utakuwa mabegani. Ataika mshauri wa ajabu kwako. Kutokea vitu ambavyo havijawahi tokea kokote. Roho Mtakatifu akifanya nini? Miujiza itokea. Nasema kwenye hema hili tunakumbatiwa na Roho Mtakatifu. Hema la kisima kimetubuliwa, tunaanza kukumbatiwa hapa. Na tukiwa tumekumbatiwa hapa, watu watakuwa wanakumbatiwa mbali, watakuwa wanakumbatiwa mataifa mengine. Wakati sisi tumeanza kukumbatiwa hapa, simama sasa hivi sasa. Usimame mahali pale, sema tu Roho Mtakatifu nikumbatie. Nataka utamke maneno haya kwa imani kabisa. Wakati unatamka itakuwa inatokea kitu kikubwa. Nasema kesho hautakuwa kama ulivyokuwepo leo. Leo hautakuwepo kama utakavyokuwepo kesho. Nasema mwaka unaokuja utakuwa ni mwaka wa mambo yako kukimbia hajawahi kutokea. Kampuni lako kukimbia hajawahi tokea. Kwenye siasa utakimbia hajawahi tokea. Watoto wako utawasomesha kwa wepesi. Sema Roho Mtakatifu nikumbatie. Roho Mtakatifu nikumbatie. Roho Mtakatifu nikumbatie. Kumbatia watoto wangu, kumbatia ndoa yangu, kumbatia maisha yangu, kumbatia biashara yangu, kumbatia biashara yangu, kumbatia kampuni langu, kumbatia kampuni langu. Roho Mtakatifu nikumbatie. Kumbatia taifa langu, kumbatia taifa langu. Yesu akamwambia, sema Roho Mtakatifu nifunike na nguvu zako, nifunike. Roho Mtakatifu funika maisha yangu, funika huduma yangu. Tangu sasa nipate neema ya kukumbatiwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu.